Kama kawaida, sauti ni ya Da, msemaji na mtetezi wa Watanzania. Leo hii kuna huyu muungwana anaitwa Abdalla Bossy, ambaye yeye ni muwakilishi wa Tanzania katika kamati za Umoja wa Mataifa. In fact, jana nilishangaa sana. Abdalla Bossy, kwanza inafaa ujielewe wewe ni nani na umetumwa kukaa katika vikao vya Umoja wa Mataifa. Nini unawakilisha pale? Haujatumwa uende kuwa chawa ya Mama Samia Suluhu. Nilishangaa ya kwamba wakati mambo yamefika katika Umoja wa Mataifa ya kwamba kuna haki za kibinadamu zinakeukwa, kuna dhuluma zinaendelea ndani ya wananchi wa Tanzania, na sana sana asua wa mlengo wa Chadema, wanateswa, wanatekwa, wanapoteswa, wanauawa kiunyama. Alafu uanze kusema ya kwamba yani wewe umeenda kutetea Tanzania nje, uongee ukweli, unaenda kukua na uchawa ya kwamba unatetea Mama Samia Suluhu ya kwamba eti hakuna utekaji, eti hakuna utekaji. Chameni Watanzania wenzangu, wananchi wa kawaida, wacha niwaambie, kulingana na habari niko nayo, watu ambao wameteuliwa viti mbalimbali ni machawa wa Mama Samia Suluhu wakiwa pamoja na Kikwete. Maana sasa angalia, mkuu wa msemaji ama mkuu wa jeshi la polisi, msemaji wa polisi wa Tanzania alisema, alipoulizwa alisema ndio kuna utekaji unaendelea, lakini uendelee na upelelezi. Na msemaji ambaye muwakilishi wa Umoja wa Mataifa, huyu Abdalla nani huyu? Abdalla Bossy anaenda kutetea nchi ya Tanzania kwa maofu, mauaji, utekaji, watu wanaangamizwa, watu wanalia. Damu inamwagika, damu zinamwagika. Alafu naenda kutetea ya kwamba eti Tanzania hakuna visa vya utekaji. Aya, mambo yalitoka wapi yakafika Umoja wa Mataifa? Yalitoka wapi? Aya, wewe ni muwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Huyu msemaji wa polisi wa Tanzania anasema ndio kuna utekaji unaendelea, lakini eti wafanye upelelezi. Na huo upelelezi inachukua muda mrefu. Ni kupumbaza tu watu ya kwamba tunaendelea na upelelezi, lakini kupumbaza watu. So haya, yale Wajima alipoongea kwamba watu wametekwa, majina, ametoka wapi, kwao ni wapi, alitekwa lini, aliokotwa lini wakati amefariki, ama ameumizwa, ama amekuliwa na mamba, hayuko kabisa. Hiyo ni upelelezi gani unangoja? Ni upelelezi gani mnataka tena mungoje kama kuna mtu binafsi ako na orodha ya watu waliotekwa nyara, siku alitekwa akiwa wapi, aliokotwa akiwa maiti, ama akiwa ameumizwa akiwa wapi? Kuna hawa wenye waliumizwa, unataka upelelezi gani wewe msemaji wa polisi wa Tanzania? Unataka upelelezi gani? Aya, hicho kikundi kinaitwa Green Guard. Kikundi kinaitwa Green Guard kina kutetea CCM na Mama Samia Suluhu. Ni kikosi gani hiki tena unataka kufanya upelelezi? Ni upelelezi gani tena unataka kufanya? Kwa sababu watu wamekufa, watu wamepotezwa. Kama sasa angalia Shejabil ni Muislamu mwenzako, ametekwa, amepatikana amekufa, mwanaume wa wenyewe. Watu wengi na haswa, yani yeyote, Tanzania kitu hawataki ni ukweli. Tanzania kitu hawataki ni ukweli. So wabunge ni machawa, vituo vya polisi, jeshi la polisi machawa,
wakuu katika kila sekta ni machawa. So hawataki waongee ukweli. Ukisikika ya kwamba unaongea ukweli ni kutekwa. Kama saa hii mbunge Luhaga Mpina, nilipata kilibu chake ya kwamba kuna mwanadada aliyekuwa ni mwanapolisi akapigiwa simu na mtu wa kitengo cha juu cha polisi ambaye anajulikana, akamwambia umekaa katika hii idara kwa muda mgani? Akamwambia miaka 2. Unachua kutumia silaha? Akasema ndio. Eti apewe pesa yoyote nataka aende kutumika kupiga risasi na kumuua mheshimiwa mbunge aliyechaguliwa na wananchi, aliyetumwa ende kuwakilisha wananchi, aende kupiga risasi mbunge Luhaga Mpina. Hayo sasa pia sijasikia mali alienda, upelelezi wake ukaishia hapo. Nini hii mnataka kufanya Tanzania? Mnataka watu maseseta? Maana mukisikia kwamba kuna mbunge, kumbuka Mama Samia Suluhu, mbunge ni mtu aliyeaminika na wananchi wa jimbo la kwake. Wakasema vile tumekupima, tumekutest and proven, tumekutuma uende kutuwakilisha, utuletee maendeleo. So mbunge anapoongea, aongei mambo yake, anaongea mambo ya watu wake. Sasa wewe unataka mama oe, mama oe, mama asante, umefanya. Na ukiambiwa umeteka na kuua, hiyo utaki. So hautaki ukweli. Hautaki ukweli. Sasa saa hii ukiangalia, Mpina by the way mbunge ako na akili, na anaongea chenye ametumwa. Alafu unatumia watu wengine ili kuanza kumwarash. Sasa kama yule waziri wa kilimo, kumbuka waziri ni mtu umeachiliwa na mtu mmoja. Wewe umependekezwa. Na mbunge ni mtu amechaguliwa. Ameuza sera kwa watu wake, amechaguliwa. Na wewe ni chawa wa rais. Unajua ukiwa minister, ukiwa waziri, wewe kitu yako, kila kitu ni kuhakikisha ya kwamba rais yakusifu. So lazima uabudu na kutii rais. Na mbunge ni mtu amechaguliwa, naye pia lazima atii wananchi wa kwake. Lazima uelewe kazi ya mbunge ni kazi gani, na wewe ni afisa wa rais katika ofisi ya wizara ya kilimo. Nimeshangaa sana tena. Jana nimeona Askofu Thomas Tege Baraka, ambaye ni askofu mdogo wa Bishop Wachima, akisema ya kwamba jeshi la polisi limeteka kanisa zote za Ufufuo na Uzima Tanzania, ambayo ziko chini ya Bishop Wachima, na kutangaza ya kwamba mashamba yao, kanisa zao na vyote vilivyomo ndani ya makanisa ni mali ya serikali ya Tanzania. Paka sadaka ambazo zilitolewa asikuwa zimechukuliwa kwa benki, sote zimetekwa nyara. Jeshi la polisi wakafunja kufuli, wakaweka kufuli zao. Sasa siko chini ya kwamba ni mali ya Tanzania. Mama, ningetaka nikushauri. Ni kama washauri wako watakuweka mali pabaya. Cheza na vitu vingine sote. Cheza na kina Mpina wote. Cheza na kina Msukuma wote. Cheza na kina Siwani au Kikwete wote. Lakini utakuja kuchuta. It will cost you. This one it must cost you. Shall cost you. Lazima itakugharimu. In fact, kusimamisha ibada, uteke mali ya Mungu. Somanga Biblia. Anania na Safira. Pesa zilikuwa ni sawa, waliuza mashamba yao.
lakini kwa sababu zilikuwa zimehesabiwa kwamba hizi hata ukiuza shamba lako sitaenda kwa nyumba ya Mungu, wakaficha kidogo. Walikuwa hai off. Hakuna mwenye amewahi cheza na kanisa la Mungu akatoboa. Nilitabiri hiyo umejiletea laana peke yako. Yaani umejilani we peke yako. Na hapa mbele ya Mungu, na hapa mbele ya Watanzania wote, huyo mama hata maliza poa. Huyo mama hata familia yako haitaenda mbali. Yaani nakwambia ukweli wa maneno. Kwa ile hali ya kugusa kanisa la Mungu, unajua Wajima ni nani? Do you know who is Wajima? Wajima ni Simba wa Yuda. Wajima ni Simba wa Yuda. Eti unagusa mkono wako uguse hazina ya Bwana, uguse kanisa ya Bwana, eti ya kwamba utangaze makanisa ya Ufufuo na Uzima Tanzania eti ni mali ya serikali. Kwa hilo peke yake mama, iko siku utatamani Wajima kuja kuombe na itakuwa too late. Usipopigwa na kansa, usipopigwa na kiharusi, usipopigwa na kisukari, hiyo ni diabetes, utanguka na ndege ukufe. Kwa hilo neno tutambu peke moja peke yake, utanguka na ndege ukufe kabisa. Ama familia yako itakayobaki haitabaki, maana italiwa. Umegusa radi. Ile hali ya kusimamisha ibada, usimamishe shughuli mzima za kanisa. Sasa niliona sasa watu Tanzania, waumini wa Wajima wanaomba kwa barabara. Na wakiomba kwa barabara tena wanapigwa mabomu ya gesi. Wana Tanzania, wananchi wapendwa wa Tanzania, nitasema uhuru ulipokuja, tulipokombolewa Afrika, ilibidi damu imwagike. Mukikaa kimya, ni wakati sasa wa Tanzania muwe pamoja, mchukue hatua mkononi mwenu. By the way, katika Biblia kuna wale wana ukoma, wakasema tukikaa hapa tutakufa, tukienda tutakufa. Sasa heri tuende, tukikufa tukufie pale. Sasa wa Tanzania ni wakati mchukue hatua ya imani ya wana ukoma. Mkikanyamaza tu hivyo, mtakuwa chini ya utekaji huyo mama. Na nasikia anataka kuandaa mtoto kijana ambaye ni kijana wa Kikwete, anaitwa Siwani, ndiye anataka kuandaliwa kuja sasa tena mkuje kutekwa tena. Sasa Kikwete akawateka nyara, mama Samia anatumika na Kikwete tena, kijana mtoto wa Kikwete tena kuja kuongoza. Ndugu yangu, mtaisha. Mutakaa ni miaka gani munakaa katika manyanyaso kama hayo? How long it will take mukiwa chini ya mateso kama hayo? Musipoamuka wa Tanzania, musipoamuka, kwa kweli mutaangamia. Chenu wakipo tena. Na wasi wa Tanzania, muje pamoja, muwe na sauti moja. Huo uchawa ulioko Tanzania ni wa hali ya juu. Jeshi la polisi ni chawa wa rais. Mahakama, mahakimu wote, majaji, machawa wa rais. Dume ya uchaguzi, machawa wa rais. Wakuu wa mikoa wote, machawa wa rais. Chama cha CCM, machawa wa rais. Sasa hata mama akipotea nasema mama oye. Upumbafu wali ya juu. Upumbafu wali ya juu. Musipo gutuka mutoke ndani ya blanketi, mutakaliwa miaka yote. So ni wakati muamuke juu, mukomboe nchi ya Tanzania. Thank you for watching our medias. Niliwaambia ya kwamba kila siku ya Tuesday jioni, kila siku ya Tuesday ni Jumanne, kila siku ya Jumanne tutakuwa tunaenda live katika mitandao yetu. Kuanzia saa 3 tutakuwa tunaenda live mpaka saa 5. Tunaongea hoja na za Tanzania. So
mukae pale pale. Kumbuka mitandao yetu ni ile ile, ni ukienda katika mitandao YouTube, tafuta Sauti ya Da. Pia search ama tafuta mtetezi wa Tanzania. Pia tafuta Fox Africa. Pia tafuta Bunge Africa. So kila siku ya Tuesday tutakuwa tunaenda live kwa mitandao yetu. Mnaweza kututumia SMS pale, mnaweza kutuandika ujumbe zenu, mnaweza kuchieleza. Kumbuka pia sasa tuko na mpango, kuna sauti nimepata nyingi za Watanzania simejaa hivi. Msifikirie mbona sijaweka. Hapana. Mambo ni tunasema mosmos, mambo ni mosmos, mambo ni polepole. Niko na video, niko na chumbe zenu, niko na sauti. Tutaanza kusiachilia kwa mpangilio. So msikuwe na wasiwasi. Niliwaambia namba. Unaweza tuma kero yako, utume uchumbe kwa sauti, utume kwa video, ama utume kwa kuniandikia uchumbe kwa njia ya WhatsApp. Ni 0718 69 52 56 0718 69 52 56. Unaweza tuma uchumbe wowote katika njia yoyote ili pola ufike. Na kumbuka, ukinitumia sauti yako nitaweka effect. Sitaweka kama wewe. Hapana, usiogope ya kwamba utasikika. Hapana, nitaigeuza ikuwe na sauti nyingine. Kama wewe ni mwanaume, nitaweka iongee kama sauti ya mama. Kama wewe ni mumama, nitaweka sauti ikae kama sauti ya mwanaume. So msikuwe na wasiwasi, nitaficha usika wenu msijulikane. Najua mkujulikana Tanzania ni kupotezwa. So hiyo ndio sauti ya Watanzania pekee ya kutetea kuongea ukweli. Maana Tanzania ukiongea ukweli ni kutekwa, upotezwe, familia yako wakusahau. So hiyo mateka, nataka tusikane Watanzania wenzangu, tutoke katika ukoloni wa Mwafrika mwenzetu. Thank you very much for watching. Kumbuka tena, unaweza kutuma hata kunitumia hata bundles, haina shida. Kwa hiyo namba tu, unaweza kunitumia bundles kama uko na uwezo, lakini sio lazima tena. Thank you very much. Lakini nataka tukue na heshima. Afrika ni yetu, lazima tuikomboe. Thank you very much for watching our social medias.